Of course hii ni the quiz ya Bongo Vipaji TZ, na kama unavyoona kwamba leo tunaye Dr. Manyanya ambaye yeye ana siri kubwa ya kuweza kutuambia ni kwamba nini ambacho kinachoendelea katika series ya Dunia. Nafikiri tumeweza kufahamu na kuona kile ambacho kinachoendelea, na mara nyingi huyo ndio Dr. Manyanya. Bwana vipi? Poa, mambo vipi? Shwari, harakati vipi? Kama kawaida. Nataka nifahamu wewe ni daktari kweli ama ule ni uigizaji tu? Mimi sio daktari, ila ule ni uigizaji tu. Ila una chembe za udaktari kabisa, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu nikiwa mdogo. Ila sikufanikiwa kupata elimu ya kidaktari. Ila ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na huwa nafuatilia sana baadhi ya vitu. Na ndio maana ukitazama kuna baadhi ya vitu nikifanya au nakuwa natulia sana. Yaani kuna utulivu fulani ambao huwa nakuwa nao. Ni sawa sawa na daktari. Yaani naweza nikasema in short kwamba ni sawa sawa na daktari, kwa sababu daktari kwa kawaida hatakiwi kuwa na mapepe. Anatakiwa kuwa na utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho huwa nazingatia ni utulivu. Na ndio maana huwa nahisi mwenyewe kwamba nafanya kitu kizuri. Ndio. Kwanza mimi nikupe hongera zangu sana kwa sababu upati unaoicheza naona kabisa unaitendea haki. Tukirudi katika series ya Dunia, tumeona kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu sana na Manyanya, ni daktari wake. Na tumeona pale ni kwamba tayari Manyanya kwamba yule mtoto si wake. Kwako wewe unalichukuliaje swala hilo, hasa baada ya kumpa taarifa Manyanya kwamba mtoto wa Mati sio wake, ukiwa kama daktari? Mimi nikiwa kama daktari huwa nafanya majukumu yangu, kwa sababu ile mimi ni professional yangu. Na ukiwa kama daktari, mgonjwa anapokuja, unapomfanyia vipimo, ni lazima umpe majibu. Kwa hiyo mimi sikutaka kudanganya, kwa sababu ni tatizo ambalo mimi nimeliona. Kwa hiyo na sikumwambia kwamba yule mtoto wa Mati sio wake. Hapana, nimemwambia kwamba ana shida na hana uwezo wa kutungisha mimba. Sasa sina uhakika yule mtoto ni wake ama sio wake. Yeye ndiye anayejua ukweli. Okay. Yes. Kwa haraka watu ambao wakufahamu, kwa sababu nimeanza bila kukutambulisha, labda unaitwa nani, lakini pia wanawezaje kukupata? Okay, mimi kwa majina kamili naitwa Ramadhani Abdu Darwesh. Hayo ndo majina yangu. Lakini katika jina la uigizaji naitwa Ramso. Hilo ndo jina ambalo huwa natumia sana kwenye uigizaji. Sawa. Tuzungumzie pati ambayo unaocheza. Ni kwenye series ya Dunia tu umeweza kucheza hivyo ama kuna kazi nyingine ambazo nje ya Dunia unafanya kama hivyo? Kiukweli kwa sasa hivi hakuna kazi yoyote ambayo nimefanya nje ya Dunia. Lakini kabla ya kufanya Dunia, kuna baadhi ya kazi ambazo nimeshawahi kufanya. Yes, nimewahi kufanya kazi kama 3 ama 4 kabla sijaanza kufanya Dunia. Lakini baada ya kuanza kufanya Dunia sijawahi kufanya kazi nyingine yoyote. Na hizo kazi ambazo nimezifanya huko before nilicheza part tofauti na udaktari. Nilicheza character nyingine kabisa tofauti. Sawa, tuzungumzie connection ya Dunia. Umeipata wapi yani, au umeipata vipi? Maana kuingia tu katika series ya Dunia ni kipengele na ni watu wengi wanatamani kuingia katika series ya Dunia. Kwa wewe connection umeipata wapi ya kuonekana katika series ya Dunia? Kiukweli kama unavyosema ni watu wengi wanatamani sana kuingia kwenye series ya Dunia, na kupata connection inakuwa ni ngumu sana. Ila kwa upande wangu mimi namshukuru Mungu sana, nimepata connection. Hii connection nimeipata kwa Manyanya. Yes, Manyanya mimi ni mshikaji wangu ambaye nilikutana naye kwenye darasa moja hivi la maigizo Temeke, ambalo yeye alinikuta mimi. Kwa hiyo tulipokutana pale tulishow love, akatokea kunielewa, tukaelewana kama washikaji. Kwa hiyo tukawa tunatembeleana, akitaka kwenda mazoezini lazima nipitie nyumbani. Oya, tunzetu mazoezini, tunaenda. Fanya hivi, tunafanya. Kwa hiyo alipotoka sasa, alipoona sasa hapa mimi tayari nimeshashiba, nahitaji kufanya kitu fulani, alipopata connection akafanya. Alipofanya basi akaona mbona kuna nafasi mtu fulani anaweza akakaa, ndo akanipigia simu akanipa connection. Kwa kiukweli namshukuru Mungu, tangu nimeanza kufanya nimecheza scene ya kwanza katika Dunia nilifanya vizuri, ila kiukweli huwa najaribu kuangalia kipi kizuri na kipi ambacho nimekosea, ili nikipata scene nyingine nifanye vizuri zaidi ya ile ambayo nimeifanya jana. Kwa hiyo
connection amenipa manyanya in short. Okay. Yes. Sawa, tuizungumzie pia series ya Dunia. Ni miongoni mwa series bora na ni kubwa ambazo zinafanya vizuri katika platform mbalimbali ukiangalia ndani na nje ya Tanzania. Kwa wewe unaizungumziaje series ya Dunia? Series ya Dunia kwa upande wangu mimi, series ya Dunia ni series bora. Ni series kubwa, ni series nzuri sana. Na sisemi haya kwa sababu nimeshiriki katika Dunia na bado naendelea kushiriki. Hapana, mimi nazungumza ukweli. Ni bonge la series. Na ukitaka kujua hili, ukifuatilia tu, sidhani kama kuna series nyingine yoyote ambayo inaruka YouTube ambayo inaizidi Dunia, yani ambayo iko juu ya Dunia. Watu wanazikompare na Big Boss na series nyingine kama Asumani Kibaka. Kwa kweli unataka kuambia vipi yani? Kikweli kwa hilo mimi naweza nikasema kila mtu ana mtazamo wake, lakini kwa mtazamo wangu mimi Dunia ni best series kiukweli. Ni series moja kali sana kwa sababu hii series imezungumzia vitu vingi, imezungumzia maisha tofauti tofauti, maisha ya hali ya juu, maisha ya hali ya chini, jinsi watu wanavyoishi kwenye maisha, imezungumzia mapenzi. Ili uishi vizuri katika mapenzi au mahusiano ufanye nini, ili uweze kusimama vizuri, uishi na mtu wako vizuri, ufanye kitu gani. Kwa hiyo imefundisha vitu vingi sana. Yaani ni vingi. Mimi mwenyewe kiukweli mpaka sasa hivi nimefurahi kushiriki katika tamthilia ya Dunia kwa sababu sikutegemea. Kwa hiyo nilivyoitwa sini ya kwanza nimefanya, nikaendelea kuitwa na bado naendelea kuitwa na zidi, yani nina furaha ya ajabu kiukweli kwa sababu ni series ambayo inatazamwa na watu wengi sana kutoka nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo kiukweli Dunia mimi naizungumzia, nasema kwamba ni series bora kwa upande wangu. Okay, unawaambia vipi wasanii ambao hawajawahi kupata nafasi lakini wanatamani kupata nafasi katika series yoyote ama kazi yoyote ya sanaa? Kwa kweli unawaambia vipi? Mimi ninachowaambia wasikate tamaa. Waendelee kupambana, kama kuna sehemu wanafanya mazoezi, waendelee kufanya mazoezi ili waendelee kuwa bora zaidi na wasichoke kutafuta connection. Kwa sababu mimi naamini connection ndio kila kitu. Unaweza kama msanii mzuri lakini ukakosa connection ya kwenda kufanya series fulani. Kumbe una uwezo, pengine ungepata nafasi ungeonyesha kitu kwenye ile series. So issue ni connection. Wajaribu kupambana, pia watafute connection. Na licha ya connection tu, kuna baadhi ya vitu ambavyo naweza nikazungumzia pia ni nidhamu na respect pia. Unaweza kupata connection lakini hiyo connection umeipata, maybe umeshoot scene ya kwanza, scene ya pili, alafu nidhamu yako ikawa mbovu na respect yako ikawa haiko sawa. Kikweli unaweza ukajikuta unajiharibia mwenyewe pasipo kujua. Kwa hiyo ukajikuta uwezi tena kuendelea kufanya ile series, kwa unajiuliza shida ni nini, lakini kumbe shida ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo cha msingi ni hicho. Okay. Swala la mwisho, unapenda kuambia vipi pia mashabiki zako na kutazama sasa hivi kupitia Bongo Vipaji TZ, lakini pia unaweza kutambulisha akaunti zako za mitandao ya kijamii kwamba unatumia jina gani, mtu ambaye anaweza kukufollow shabiki au kutakia chochote kitu kile? Mimi kwanza nawashukuru sana mashabiki wote ambao wanafuatilia tamthilia ya Dunia. Na nashukuru sana mashabiki ambao wananifuatilia na kunitia moyo kwamba unafanya kitu kizuri. Waendelee kunifuatilia, wanipe support. Lakini pia mimi niseme hivyo tu. Okay, na mitandao, labda kwenye mitandao unapatikana? Mitandao ya kijamii mimi kiukweli Instagram napatikana, natumia jina la Ramso Kadata. Yaani Ramso_Kadata. Instagram yangu ndo hiko hivyo. Lakini namaanisha kwamba sio mtumiaji sana wa mitandao. Na Instagram pia na Facebook pia ni Ramso Kadata. Lakini sina TikTok wala mtandao mwingine. Ninatumia Facebook na Instagram basi. Okay. Of course right now nafikiri umeweza kumsikia, huyo ni Daktari wa Manyanya ambaye alikuwa kwenye The Quiz ya Bongo Vipaji TZ, na kama unavyoona ameweza kufunguka vitu vingi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea katika series ya Dunia, lakini pia ameweza kutoa funzo kwa wasanii ambao wanatamani kufikia malengo yao, lakini pia kutamani kupata chance yoyote katika industry ya filamu nchini Tanzania. Mimi naitwa Nasri HDP, unaweza kunifollow kupitia Instagram, Facebook pamoja na Twitter, na sign out. Tukutane tena siku nyingine, muda na wakati kama huu.